Naam, karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kutazama runinga ya TV47. Iwapo unajiunga nasi sasa hivi, tayari tumeingia kwenye kitengo chetu cha kipindi cha elimu na walimu, ambapo kila siku ya Jumanne tunaangazia masuala ya elimu. Na kama nilivyokuarifu awali, tunaye katibu mkuu wa chama cha walimu NAT, Bwana Wilson Sosion, ambaye tutakuwa tunaungana naye moja kwa moja kwa njia ya simu. Katibu, iwapo unanipata, habari ya jioni? Njema. Naam, asante sana kwa kuungana nasi. Ni wiki 4 sasa tangu shule na masomo kuweza kusitishwa kutokana na janga la virusi vya corona. Serikali vile vile inajikaza kabisa kuhakikisha ya kwamba imeweka mikakati kabambe kupambana na virusi hivyo, ishara kwamba kalenda ya masomo imeweza kuathirika. Je, kwa mtazamo wako unaona ya kwamba mitihani ya kitaifa ambayo ni KCPE na KCSE iendelee kufanyika kama ilivyokuwa imeratibiwa? Nafikiri ni mapema ya ratiba ya sababu hayo mitihani inaanza tarehe 1 Novemba. Zitakuwa zinaendelea wakati zitakuwa project na ndani kama kwamba pia badilisha ratiba yani kwa sasa pia namna ya na kusaidia serikali wizara ya afya kutekeleza yale mikakati ya kuenea kwa hatari ya COVID-19 ndio tuweze kwa maisha ya kawaida. Ona tumewekea lockdown some the next 21 days. Kwa hiyo kana na scientific process. Lockdown haiwezi kuwa milele, haiwezi kuwa. Naam, katibu, iwapo unanipata kidogo, naona kana kwamba kuna shida kidogo ya network. Sijui iwapo sehemu ulipo kuna tatizo, lakini tumeona ya kwamba kuna chama cha walimu KUPPET kimeweza kujitokeza na mwenyekiti wake na kutoa pendekezo kwamba mitihani izidi kuendelea. Kwa hivyo iweze kusitishwa kunradhi. Kwa hivyo ina maana kwamba mitihani hii ikisitishwa, basi shughuli yote itasitishwa. Wale ambao wako katika darasa la 3, darasa la 7 wasalie pale pale, wa kidato cha 3 wasalie pale pale, vile vile kumaanisha kwamba hatutaweza kupata wanafunzi wapya. Hayo maoni yao au maoni ya naam, maoni ya Wakenya kama NAT fanya ya kutosha wote na vyama Kenya Secondary Kemsha na tuna uhakika hakuna mwanafunzi yeyote atafikia darasa. Naam. Na hili janga tuna uhakika kwamba hautakuwa kwa muda mrefu hata katika dunia. Na tutakuwa kwa lockdown. Naam. Natarajia kwamba masomo yatarudiwa kama kawaida kwa muda ambao watakuwa mrefu, sababu hatuwezi kuwa na lockdown milele. Scientific ile na kufanya lockdown 21 days. Kwa hiyo all countries in the world ziko lockdown, pia wanapanga mikakati ya kufikia hali ya kawaida. Na tunajua kwamba kama NAT hali ya kawaida itarejelewa, na tungependa irejelewe mapema sana kama mwezi wa Mei. Tunajua mashule yalifungwa Mei 16 March. Tungefurahia kama the entire country na curfew yote na quarantine na lockdown kufanyika kwa wakati. Tunatarajia kwamba kuenea kwa virus tutachaka itazuiliwa. Lazima tuwe chama cha kuwa na matumaini kwa Wakenya, na hiyo ikishafanyika sisi tutapendekeza kwamba watoto wanafunzi wale wa class 8 na form 4 na wote waweze kuwa na program tofauti ile special, na hata mwezi wa Agosti naam, kuwe na program for
class 8 na form na waweze kufanya mtihani yao kwa ule wakati orodheshwa. Naam. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa Novemba. Lazima tuwe na masomo ya kawaida kwa muda ambao utakuwa mrefu. Na mashule yarejelewe. Lazima tufanye mitihani yote ya kila aina. Naam. Mwisho wa mwaka next year 2021. Watoto wote katika madarasa yote katika Jamhuri ya Kenya. Naam. Watapandishwa madaraka. Wale wako class 8 wataenda form 1. Naam. Wale wako form 4 wataenda tertiary. Naam, asante sana. Labda katibu, hatuwezi na hatutakubali. Naam. Na wale wanaongea juu ya kubadilisha ratiba ya mtihani ni adui ya wanafunzi, adui ya masomo na adui wa jamhuri. Hatutakubali. Mtihani lazima itafanyika vile mwaka huu, na lazima turejelee hali ya kawaida katika mashule. Naam, asante sana katibu kwa kauli hiyo. Iwapo unanipata, labda tu niulize swali jingine, ambapo tumeona Wizara ya Afya imeweza kuchukua baadhi ya mabweni katika baadhi ya shule hapa nchini, mfano shule ya Nenana, shule ya Moi Girls, kama sehemu ya kuwaweka au karantini ya watu ambao wana virusi vya corona. Mtazamo wako ni upi kuhusiana na swala hili? Ndio, mtazamo wangu ni mtazamo ya walimu wote katika jamii. Naam. Na fanya consultation na tuna uhakika kwamba serikali ina uwezo kutafuta facilities mbadala ya kuweza kuwapeleka wale wagonjwa ikiwa virusi zaidi, sababu dormitories ama facilities ya mashule ile itatumika na watoto baada ya janga hili. Naam. Na yale facility yatakuwa ya max, itakuwa stigmatized na itakuwa ni vigumu sana kumanage watoto katika hizo mashule. Na tumependekeza kwa unyenyekevu kwa serikali kwamba tafadhali tufikirie njia tofauti, na viongozi wengi wamejitokezea katika jamhuri na wazazi na wamesema tunataka kusaidia serikali, lakini tutafute njia ya mbadala ndio tuweze kuilia hao wagonjwa katika hata health facility. Ikiwa level 5 hospitals, level 4 haitakuwa na uwezo ya kuwa na hao wagonjwa, basi hata health centers kunaweza kuwa na mahema na facility ndio wagonjwa wote wakuwe restricted katika health facility ambazo tuko katika Jamhuri ya Kenya. Hata kama health center haitakuwa jambo nzuri, na tumejitokezea wazi ya facilities ya mashule. Kuna other communicable diseases kama tuberculosis and other infectious diseases ambazo zinaweza kuachiliwa katika hayo mabweni na wanafunzi wakirudi wataambukizwa magonjwa. Hakuna uhakika ya kutosha kwamba yale mabweni na facilities tutakuwa na uhakika kamili kwamba other communicable diseases zitakuwa zinapelekwa huko. Kwa nini tumejenga medical facilities? Naam, asante katibu. Kutokana na vitu ambavyo tumeweza kuona kutokana na janga hili, mafunzo ambayo tumeweza kupokea kwamba ni janga ambalo hakuna yeyote ambaye alitarajia kwamba litaweza kutupata kwa wakati huu hadi likaathiri kalenda ya masomo. Je, ni kana kwamba Wizara ya Elimu na washikadau katika sekta ya elimu, je, kuna mafunzo ambayo tunaweza tukatoa kutokana na janga hili, kwamba kuwepo na mitihani mingine ya kitaifa, labda darasa la 7 kuna mtihani wa kitaifa ambao ungeweza ukatumika sasa hivi kuwatahini wanafunzi wa darasa la 8? Bila shaka baada ya janga hili la corona tutakuwa na mabadiliko mengi katika dunia. Sababu corona kumba dunia kila mahali, karibu biashara, karibu usafiri, karibu ratiba ya masomo katika zote katika dunia baada ya corona. Sasa tunaomba pengine wananchi wote wapoka sana kwa corona period,
serikali na wizara na washikadau wote lazima tufikirie upya namna ya kutayarisha kwa janga kama hili, na pengine vile tutaendesha hali ya masomo wakati wa janga kama hili. Na labda pengine kuhakikisha kwamba mashule zote zinakuwa sanitized na protected. Yes, tunakuwa na janga kama hili, watoto wanaweza kuendelea na masomo yao. Na katibu, kuna swali tumeona wale wafanyabiashara wale wanaeneza what is called global education reform movement na kuleta ile inaitwa artificial intelligence, wanaleta kampeni mpya ya kutumia IT ama virtual learning kuendesha masomo. Sisi kama walimu katika dunia tunajua kwamba sio njia mwafaka ya kuendesha elimu. Elimu ni mwalimu na wanafunzi. Na ile inaitwa apathic domain, character formation. Hatuwezi kuachieve mambo ya value na ethics na character formation ya virtual learning. Lazima tupange upya kama serikali. Bwana Sosioni, wapo unanipata? Naam, asante. Kuna swali ambalo napata kutoka kwa mmoja wa watazamaji wetu ambaye anauliza, wakati ambapo unasema ya kwamba mitihani izidi kuendelea kama ilivyoratibiwa, ilhali hili ni janga ambalo hakuna yeyote alitarajia kwamba litatusibu na tayari wanafunzi wameingiwa na kiwewe. Anauliza iwapo unajua muda ambao janga hili litaweza kuendelea, na iwapo chama cha KNUT kimeweza kuangalia vigezo vyote ili kuweza kusema ya kwamba mitihani iendelee kama ilivyokuwa imeratibiwa. Bila shaka mitihani ambao wanafunzi wa class 8 watakuwa wanafanya itakuwa inakaba yale masomo wamesoma kuanzia nursery mpaka class 8. Wale wa form 4 itakuwa ile syllabus wamefanya tangu form 1 mpaka mahali. Kwa hivyo tunajua na mnajua walimu wa Kenya wanajua kupanga kazi yao. Wanafunzi wa class 8 na wale wako form 4 kufikia sasa wamefanya over 90% of the work the syllabus. Na bila shaka na hata media yote na researchers tukifanya campaign, hakuna mwanafunzi yeyote ambaye ako na kiwewe anaogopa mtihani katika jamhuri. Wote wako tayari kufanya mtihani hata kama ni Septemba. Sababu tumepitia syllabus katika miaka hii yote ya masomo, kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na katika subject zote na topic karibu syllabus imekuwa completely covered. Ile imebaki kidogo ya kumaliza na wanafunzi kufanywa marudio na wafanye mtihani na wawe tayari kuendelea na masomo yao katika ngazi za juu. Kwa hivyo hayo maoni kutoka huyo mtazamaji haitangamani na nia azima na ari ya wanafunzi katika jamhuri. Wale wamejisajili kwa mtihani wako tayari, mtu asitanganyike. Pengine kama serikali haiko tayari, hilo litakuwa jambo lingine, na tunahisi kwamba wale walikuwa wanasema ratiba ibadilishwe wameshawishiwa na wale wako katika sehemu za serikali ambao hawako tayari panga kisawasawa. Sisi kama walimu tumetayarisha wanafunzi na tuko tayari wafanye mitihani yao vile iliratibiwa na waende nyumbani mwezi wa Novemba, na sisi kama walimu tuko tayari kwenda kwa marking centers hali Desemba na kusaisha makaratasi yao. Katibu, kuna dojo na ukora. Tukimalizia namuona mwalimu Otoa Sifuna ambaye anasema kwamba kama ulivyosema ya kwamba masomo ya muhula wa 3 na muhula wa 2 yameweza kukamilika, na wazo lake ni kwamba mitihani hii ya kitaifa inaweza ikafanyika tu baada ya janga hili kukamilika. Kwa hivyo sijui wazo lako ni lipi? Nakubalika na mwalimu Otoa Sifuna sababu janga hili ni virus ambao tunazuiliwa kwa ile njia imekana na World Health Organization
imetoa program yote katika dunia, na hata lockdown tunajua an effective lockdown to bring it down itachukua 21 days. Hatuwezi kuwa na hili janga mpaka mwisho wa mwaka. Naam. Hatuwezi kuwa na lockdown milele. Lockdown is temporary, na scientifically iwezi pita siku 21. Naam. Wakati mashule zilifungwa, waziri alisema vizuri, naam, tutakuwa na review 1 month after. Naam. 1 month ya kureview when schools will open, na vile itafanyika itakuwa tarehe 20 mwezi wa Aprili. Naam. Kwa hivyo ni mapema sana kutafsiri kwamba hili janga itaendelea kutoka yote. Nafikiri that is overstretching our imagination. Na magonjwa yote yanakuwa managed scientifically. Ebola ilikuwa katika West Africa. Lakini hiyo Ebola hii kwa muda mrefu iliweza kutumiwa na maisha karejelewa katika na nchi hizo kwa haraka iwezekanavyo. Naam. Sisi tunaamini wale wanasayansi na yale maelekezo imetolewa na serikali, na tunaunga mkono serikali kikamilifu. Naam. Naunga yale ya Ministry of Health. Naam, Bwana Sosion. Wakenya wote wakiunga mkono. Na tunaona Wakenya hawazingatii. Naam. Wakenya wote wakizingatia. Naam. Na wananchi wote katika dunia wakizingatia yale maagizo ambayo yanachukuliwa, hata akiwa na uchungu kiasi gani na serikali zao. Zingatia virusi ya corona haiwezi maliza mwezi mmoja. Naam. Katika siku zote za dunia inaweza kuwa kamili kabisa. Na turejelee hali yetu ya kawaida ya mashule, turejelee hali yetu ya kawaida ya viuzi. Naam, asante sana. Na hata ndege. Naam. Viwanja vya ndege vyote katika dunia. Naam, asante katibu. Naam, asante sana Bwana Wilson Sosion kwa muda wako na kwa kuweza kujiunga nasi hapa ndani ya TV47 kutoa maoni yako na kauli yako kuhusiana na kiwewe cha mitihani ya kitaifa hapa nchini. Shukrani za dhati kutoka kwangu, kutoka vile kwa mzalishaji na mwelekezi wa kipindi hiki. Mtazamaji, huyo amekuwa ni katibu mkuu wa chama cha walimu NAT, Wilson Sosion. Kwenye mitandao naona jumbe zinazidi kuingia. Tunaye mmoja ambaye anaitwa Kirui Peter, anasema KCP na KCSE fate largely depends on how the pandemic will take and the impact, which one no one knows. I think the exam dates should remain the same unless we have lost more than 1 month of second term. Huyo ni Kirui Peter. Vile vile tunaye Milka Kiremi ambaye anasema postponing of exams isn't necessary. We have kids at home and they are studying through the internet. Alphas Yego vile vile anasema hamna haja ya kuweza kuendelea na kalenda ambayo tayari imeweza kuathirika. Mwisho kabisa tunaye Phil Desmond ambaye anasema never postpone cause it will interfere with the education calendar. Mtazamaji, zimekatika au zimesalia dakika 2 kabla ya saa 2 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Asante sana kwa muda wako. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwaheri kwa sasa.